Ninawasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa msalabani, akazikwa, akafufuka na akapaa mbinguni na ameketi kuume mkono wa Mungu Baba Mwenyezi. Na ndio yeye aliyetuumba wanadamu wote pasipo kuangalia dini, rangi, kabila wala utaifa, ambaye hana ubaguzi, hana upendeleo wowote kwa wale wanaozishika amri zake za rohoni na za mwilini. Maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kama miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, tunahitaji na miili yetu tumtukuze Mungu tukiwa bado tuko hapa duniani. Ni kweli miili hii ni udongo, na tutakapoondoka hapa duniani itafukiwa tu. Hata ndege wa angani watakula, ni mizoga. Ni kweli kabisa. Lakini tukiwa hai hapa duniani, miili hii ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Na hekalu ni nyumba ya kumwabudu Mungu aliye hai. Ni nyumba ya ibada. Ina maana Bwana wa majeshi Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, jemedari wa vita, mzee wa siku, anapaswa kuja kufanya ibada yake ndani ya miili yetu. Lakini bahati mbaya, sisemi bahati nzuri, ni bahati mbaya kwa sisi wahubiri tulio wengi walio wengi wahubiri hawasemi ukweli 100% wa rohoni na wa mwilini. Wahubiri wengi wamekazia kusema ukweli wa rohoni tu, lakini wa kimwili wameuacha. Ninakwambia wewe mhubiri unayefanya hivyo, haijalishi ni askofu wa sehemu, yani wa kata, wa tarafa, wa wilaya, au wa jimbo, au wa taifa, kama hausemi ukweli wa sheria za Yesu za rohoni na za mwilini, utapata hukumu kubwa. Kila aliyekondoa Bwana tunapaswa kumwambia ukweli wa rohoni na wa mwilini, pasipo kuangalia sheria za taasisi zilizowekwa na wanadamu. Yale ni mafundisho na ni amri za wanadamu ambazo shetani ameweka mapandikizi yake. Shetani ameweka watu wake katika makanisa ya Pentekoste. Na hii yote ni kwa sababu ya vyuo vya Biblia, vyuo vya wachungaji. Shetani ameingiza watu wake mle. Wamekwenda wamesoma, wamepata vyeti, anakuja na cheti anakuambia mimi mchungaji, umkatalii, anapata huduma na anaendelea na huduma. Lakini kumbe ni pandikizo la shetani. Na shetani anafanya kila mbinu mpaka anapata nafasi ya juu kwenye maamuzi ya juu ya baraza la maaskofu. Wanapitisha vitu ambavyo havifai. Matokeo yake na wewe mteule, wewe ulioitwa na Mungu, unaogopa, unashikilia mafundisho ya kibinadamu, unaacha sheria ya Mungu. Yesu mwenyewe alisema wazi katika Mathayo 5:17,